Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ndugu watazamaji wa Abu Uthman TV pamoja na watazamaji wa Maalim Khamis TV, leo tumepata bahati ya kufika hapa nyumbani kwa Sheikh Muhammad Mujahidi kwa ajili ya kumfanyia ziara ya kumtembelea, lakini pia kufanya mazungumzo naye, na tumeandaa masala karibuni 7 na 9 ili kuweza kuyafahamu kupitia huyu bwana mkubwa ambaye yuko mbele yenu. La kwanza, shekhe, tunaomba tufahamu tarehe yako, na kubwa tutakaloanza nalo, Sheikh Muhammad Mujahidi ni nani katika kuzaliwa lakini pia na katika ilmu? Mimi nimezaliwa katika kijiji cha Mnyenjani. Ni katika watoto wa mzee Mujahidi wawili, mimi ni wa pili. Wa kwanza ni wa kike, mimi ni wa pili. Kusoma kwangu, nimesoma kwa bibi yangu ambaye ni ndugu yake bibi yangu aliyemzaa baba yangu. Bibi yangu mimi anaitwa Fatuma binti Sozi. Aliyenisomesha Qur'ani ni Rukia binti Sozi. Mwaka 1953 nimeanza kusoma Qur'ani kwake. Ndio manake ndio mwalimu wako wa mwanzo? Ndio mwalimu wangu wa mwanzo. Qur'ani yote nimesoma kwake. Sikusoma mahali kwingine Qur'ani, kwingine kote nilikuwa ndajiendeleza. Qur'ani nimesoma kwake. Na yeye, nikisema hivi, yeye amesomeshwa na kaka yake ambaye alikuwa ni mwanafunzi mkubwa wa Sheikh Ayubu. Sheikh Ayubu ambaye ni baba yake Sheikh Muhammad Ayubu, ambaye ndo alimsomesha Sheikh Muhammad Ayubu. Yeye alisomeshwa na kaka yake Qur'ani. Na huyo mwanafunzi mkubwa wa Sheikh Ayubu. Kwa hiyo Sheikh Muhammad Ayubu naye alimwamini sana huyu kwa Qur'ani. Ambaye wewe muhitaji huyo kinasabu? Huyo mwanamke alinisomesha. Huyo aliyomsomesha huyo mwanamke ni babu yangu pia. Ni babu. Huyo ni Ali Sozi, na alinisomesha ni Rukia Sozi. Na bibi yangu alimzaa baba yangu ni Fatuma Sozi. Sawa. Kwa maana hiyo Qur'ani iko nyumbani kabisa. Nimechukua nyumbani. Sawa. Na pia kila wakati nikitaka kupelekwa madrasa kwa Sheikh Muhammad Ayubu, anamwambia mwache hapo asome. Anamwambia mzee wangu mwache asome hapo. Na yeye Sheikh Muhammad Ayubu mwaka 1954 alipohama Mnyenjani, wale wanafunzi wadogo aliwaleta hapo. Aliwaleta pale kwa Rukia Sozi wasome pale. Kwa sababu manake amemwamini. Manake ni mbali kutoka Mnyenjani mpaka Tanga, barabara 14 ni mbali. Kwa wale wadogo waweza wakapigwa njiani na wenzao wao, wakawa wale wabaki pale, wakubwa ndio waende kule. Pale ndio niliposoma Qur'ani. Kwa hiyo ukisema Qur'ani nzima umeisoma pale, ina maana nje ya hapo hukutabaruku sehemu nyingine yoyote? Kwa Qur'ani sikutabaruku sehemu yoyote. Baada ya kusoma Qur'ani hapo, nilipomaliza kusoma Qur'ani hapo, moja kwa moja nilijiunga madrasa Shamsia kwa Sheikh Muhammad Ayubu mwaka 1959. Wakati nishasoma Qur'ani. Kwa hiyo Sheikh hakunisikiliza mimi Qur'ani. Tulipofika pale tulianza kusoma vitabu. Na vitabu vyenu vikawa viko katika darasa la moja kwa moja kwamba analisimamia Sheikh Muhammad Ayubu, au kulikuwa na wakala? Hapana, mimi nilikuwa mwanzo nilianza kusoma kwa Sheikh Muhammad Ayubu. Ndio analisimamia darasa moja kwa moja, aliniita kwenye darasa lake. Sawa. Ni yapi ya kipekee ya kustaajabisha ulioyaona katika maisha yako ya kutafuta elimu? Mambo ya kustaajabisha ya kutafuta elimu ni ukali wa Sheikh Muhammad Ayubu kwa haja zake ambazo anazitaka kwa wanafunzi. Alikuwa haja yake kubwa, kwanza wanafunzi wajue lugha ya Kiarabu, halafu wahifadhi kwa moyo vitu wanavyosomeshwa, hasa somo la nahwu
ambavyo ni vitabu vya nadhmu kama vile mulha, yani mulhatul i'rab, alfiyatu ibn Malik, fa'alala ya Swarfa ile, yote alitaka vihifadhiwe kwa moyo na ukali mkubwa. Sawa. Na katika wakati huo na nyinyi mkapambana mpaka mkafika pale anapopataka. Tulikuwa tupambana, maanake hampati likizo mpaka lipatikane kundi zuri ambalo limehifadhi sehemu anayoitaka baada ya kuisomesha. Sawa. Na katika yale makundi ya wanafunzi wa Sheikh Muhammad bin Ayubu ambayo ni maarufu, yanatajwa sana kwamba haya ndio makundi ambayo yani yamegawanyika kama katika darasa mbalimbali. Wewe ni mwanafunzi wa kundi lipi na wenzio walikuwa ni kina nani? Mimi ni katika mwanafunzi ama nasema ni kundi la kwanza ama kundi la pili. Sawa. Kwa sababu nini? Hakukuwa na kundi jingine kubwa ambalo anasomesha, ila ni watu mmoja tu kama vile Sheikh Muhammad Bakari, kina Sheikh Munyifaki walikuwa soma mmoja. Lakini sisi ilikuwa ni kundi kubwa ambalo tulikuwa ni huyo mudiri wa sasa Sheikh Kigoda, Muhammad Khatibu Kigoda, almarhum Said Hussein Hashim, kina Sheikh Muhammad Mustafa marhum hamujui. Huyo naye ni wapi? Yeye pia alikuwa Mnjani huyo. Sawa. Tulikuwa hapo wengi, watu wengi kama watu 40, kina Ndoro Idi, kina Altiu, kina Muhammad Talat Abuijo. Na yule ndugu yako yule ambaye anaishi Mbezi, Shehe Homa, yeye katika pia tumesoma darasa moja. Na huyu naibu wa Sheikh Kigoda pia tumesoma darasa moja. Sheikh Ramadhani Mabruk. Sawa. Na ni kwa muda gani uliishi katika kutafuta elimu? Yani mlolongo huu wa kusoma ni kwa muda gani? Kwa sababu leo tunaona wanafunzi katika hizi madarisi amekaa miaka mingi pale boarding, ama ni Mawa, ni Zahara, ni Shamsia, ni wapi, amekaa kwa miaka mingi, mitano ni mingi, tayari panamshinda. Mimi nimekaa miaka 25 pale. 25 ambayo ukiwa katika bodi ya sukabu boarding tulianzisha sisi pale. Tulikuwa hakuna boarding. Lakini sisi tukazungumza na Sheikh, tukamwambia bwana, sisi tumeunda grupu hapa, tunataka tulale hapa madrasa kwa ajili ya kutalii. Sheikh akakubalia, tukawasisi tulala pale madrasa. Hii boarding wenyewe ilikuwa haiko chini ya madrasa. Yani ni grupu tu ya kuja kutalii pale. Sawa. Sababu tunatawanyika, wakati tukipata ruhusa saa 10 tunatawanyika, kila mmoja anakwenda majumbani. Kumaliza kula saa 2 saa 3 tunakutana pale, tunatwalii mpaka usiku tunalala. Sawa. Sio boarding ambayo iko chini ya madrasa. Na kwa kipindi hicho ulikuwa ukisema watu mnatoka mnakwenda nyumbani mnarudi, manake ni Shamsia ile ya pale tunayoiona mjini ile pale, na nyumbani ni Mnyanjani ile tunayoiona. Mnyanjani ndio ile, lakini wakati huo wa boarding sasa tuna ndugu zetu hapa mjini Tanga. Kwa hiyo mnafikizia baada ya saa 10 unakwenda kujisaidia pale. Sawa. Sasa haturudi nyumbani mpaka siku ya Alhamis. Jumatano ile tunamaliza, Alhamis kila mmoja anarudi nyumbani kwenda kufua nini na nini. Sawa. Tunakutana siku ya Jumamosi. Sawa. Na ni lini ulianza kuitumikia elimu yako baada ya hiyo miaka 25 ya utafutaji wa elimu, kuanza kutoka katika kuitumikia elimu yako? Mwaka 1964. 64 ndio ulianza? Tuliteuliwa kwa walimu pale. Sawa. Tulipata shahada za mutawasit pale mwaka 64. Kwa hiyo kwa mwaka 60, yani manake kama mlipata shahada za kutunukiwa ualimu za hiyo mutawasit ambayo umesema, kwa maana hiyo ilikuwa ni mwaka 1964. Ina maana hapa tunawafahamisha watazamaji kwamba kumbe shahada hazijaanza leo. Hazijaanza leo. Tulipata shahada za kuandika kwa mkono.
tulipata shahada, tukapata talqimu, tukapata ambayo talqimu ni nini? ni kuvishwa kilemba na juba. Na ile kuna kitu fulani wanakiita nishani, nayo iko kwenye nafasi gani? Ile nishani iko kwenye nafasi kubwa, yani shahada kubwa ile. Mbali na hiyo talqimu. Mbali na talqimu hizi. Sawa. Ni zipi changamoto katika kutoka kwenye kuanza kuitumikia elimu yako? Changamoto ni maisha. Ilikuwa maisha, yani ni elimu ya kujitolea, kinachopatikana kile cha ada. Ni yapi matunda ya mwenye kusoma? Ni yapi matunda ya mwenye kusoma? Matunda ya mwenye kusoma bwana, mwenye kusoma na ambaye anaitumikia elimu, matunda yake ni baraka kubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi uwe una kazi ya kufanya, huna kazi, lakini unakuwa na baraka. Sawa. Huna tabu kabisa, hupati tabu ya maisha. Sawa. Hakuna matatizo ya kimaisha kabisa. Sawa. Je, katika hilo tunaweza kuwapa watazamaji mahalu shahidi? Mahalu shahidi nawapa mimi mwenyewe hapa. Mimi nimekuja mgeni hapa kutoka Tanga, hapa Dar es Salaam. Nimekuja hapa Dar es Salaam mgeni, sina mahali, sina nini, lakini nimekuja hapa, nimeanza kusomesha. Mwaka gani? Mwaka 1995. Sawa. Na wakati umekuja hapa mwaka huo 95, tayari ulikuwa ni mume wa mtu au ulikuja tu kama mwalimu? Nimekuja ni mume wa mtu na watoto tayari nishazaa. Sawa. Maana tayari una familia? Tayari nina familia, watoto wote niliozaa mimi tayari nishawazaa wote. Sawa. Na baada ya hapo hakuna aliyezaliwa baada ya kutakharaji? Hakuna. Sawa. Sheikh Muhammad Mujahid, mpaka sasa una umri wa miaka mingapi? Mimi mpaka sasa nina umri wa miaka 79. 78. 1947 umezaliwa. Sawa. Na uliwahi kuoa wake wangapi? Mke mmoja mpaka leo. Na ndio huyo naye? Mashaallah, alhamdulillah. Shukran watazamaji wa Abu Uthman TV na watazamaji wa Maalim Khamis TV. Tumepata kufahamu machache ambayo ni tarehe ya Sheikh Muhammad Mujahid, kama ambavyo tulivyoisikia. Kaeleza tarehe yake ya kifamilia, kaeleza tarehe yake ya kielimu, lakini pia kaeleza harakati zake za maisha.